tukiwa wafuasi kutoka vyama vyote, chama cha UDA na chama cha ODM, na sisi tukiwa wazee ndani ya mji wa Mombasa na Pwani, tunataka kumwambia Rais William Samoei Ruto, wale walitangulia kabla yako wakiongozwa na wale walioanzisha hili taifa la Kenya, badala ya kutuita sisi wavuvi wakatuita wavivu. Wakasema sisi ni watu wa kuongojea nazi kuanguka. Wakaja hapa wakatunyakulia nazi zetu. Na waambia leo nazi ya kwanza inarudi, na inarudishwa na William Samoei Ruto. Na vile vile wale walioiba mashamba kwingine, wale waliofanya wanyamapori wakawa bora kuliko binadamu Voi na Taita Taveta, wale waliotuchukulia mashamba Kwale, wale walitukulia mashamba huku katika maeneo ya pwani yote, na waambia mkuwe tayari kuregesha nazi. Wenye nazi sasa wako tayari kuja kuzinyakua. Bob Marley alisema, na sisi ndio hicho kizazi kinachosema, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Na sisi kizazi hichi kimehakikisha watoto wetu wameishi kwa heshima. Mr. President, you have made us dignified. You have returned our citizenship rights. Sisi leo tunamiliki kitambulisho na tukapata haki zote nyingine za kitaifa. Haiwezekani kamwe sisi tukarudi nyuma. Wazungu wanasema forward ever, backward never. Na sisi kwa mapenzi ya Mungu tunaona zile mikakati ya Rais William Samoei Ruto. Ni katika leo sisi, hizi ndio facts. 1.4 million titles zimekabidhiwa kuanzia William Ruto aingie katika mamlaka 2022. Katika hizi 380,000 zimekabidhiwa watu wa pwani. 25 to 30% ya issuance ya titles zimekuja katika pwani. Kama hayo si mapenzi, hayo ni nini? Na sisi tutarudisha mapenzi kwa mapenzi. Kama vile leo unastiri watu 200,000, households 200,000 ndani ya pwani kwa hii mchakato wa kutoa title, na sisi tutahakikisha kila nyumba itajitokeza kwenda kujilinda ili kuhakikisha mafisadi, wale mariginani na wengine wezi wa mashamba, wale waliotudhulumu hawataweza tena kurudi katika uongozi wa Kenya, either directly or indirectly. Sisi tutasimama na William Ruto, tutamrudisha William Ruto 2 term, na baada ya kumaliza 2 term ya William Ruto tutajipanga tutaenda mbele namna gani. Lakini wale vikaragosi wa mahayati waliopita na watoto wao waliotudhulumu, kwa Waislamu waliopotea na watoto waliouliwa kiholela, nyinyi si wa kwenda State House. Wewe na wengine waliokuwa na wewe ni wa kwenda kule Shimo la Tewa kwa zile dhulma walizofanya. Kwa hivyo nataka kushukuru sana watu wa pwani. Mimi nataka kuongelea hili kama jambo la mwisho. Rais alitupa wasia wake, na mimi Mvurya, Kingi, Mung'aro na Joho na Abdulswamad na wengine tumekubali kwamba sisi tutafanya kazi pamoja ili tuhakikishe hiyo ya election ni mingine ya 2027. Sasa ni kufanya kazi pamoja. Baadaye nyinyi mtakuja amua. Lakini kwa sasa adui wetu yule hatupendi, yule ataka kuturegesha nyuma, yule fisadi, yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii, yule anafadhili upinzani, yule aliweka vikaragosi, yule hakuwa na azma ya Raila, yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele, yule aliyotusaliti,
yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau, ili waende huko mbele watokomee, na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto. Kwa hayo mengi, wacha tuone two term. Katika jeshi tulikuwa na msemo na tumefika hapo, wanasema fight or die, pigana ama ufe, na sisi tutapigana ili tusife. Mungu awabariki. Haya, Asani, naona watu walopiga nduru sana. Pande ile kuna Babli yule wa Maweni ampiga nduru sana, na upande yuko Chibomu yule. Tafadhali baadaye watafute waangalie kitu chao. Na watu wale ni watu wa Joho, na wale watu wa Joho nitawatafuta, lakini watu wote ni watu wangu, si watu wangu. Si ni watu wangu. Mheshimiwa, kwa heshima kubwa